Tarehe 13 Februari nilipigiwa simu, naelezwa kwamba tumepata barua toka kwa msajili wa vyama kuwa ametengua mkutano mkuu uliomchagua mwenyekiti na makamu mwenyekiti kwa sababu hamna aliyepata zaidi ya 50% ya kura zilizopigwa. Mimi nikastajabu kidogo, kwa sababu tulifanya maamuzi humu ndani, tulikuwa hatuna senti, tuna mkutano wa siku 2, kuna wagombea 9 wa mwenyekiti, kuna wagombea 6 nadhani makamu mwenyekiti bara, 5 makamu mwenyekiti Zanzibar. Tukaamua kwa hali tuliokuwa nayo, bora wote tuwapitishe waende kupigiwa kura, zile kanuni zingine tuziweke kando ili tuweze kumaliza mkutano katika siku 2. Hatuna fedha zaidi, hata tukapunguza muda wa kujieleza na muda wa maswali. Sasa naelezwa Mheshimiwa Maftaha alipeleka barua akaeleza kwamba hatukufuata kanuni ya mgombea aliyeshinda aweze kupata 50% ongeza 1. Pamoja na kwamba mwaka 2019 tulifanya uchaguzi kwenye nafasi ya makamu mwenyekiti. Nadhani Milambo ndio alikuwa mwenyekiti wa mkutano ule. Kwenye nafasi ya makamu mwenyekiti Maftaha hakupata 50%. Lakini tukaeleza kwamba hili tuende nalo tu tuweze kulipitisha. Kwa sawa. Lakini nistajabu kupata hiyo barua tarehe 13, kwa sababu tarehe 5 Februari msajili katuandikia barua twende tukakutane naye uongozi mkuu. Katuandikia barua anasema kwa nini uongozi mkuu wa chama cha CUF haukuenda kutoa maoni kwenye tume ya uchunguzi wa kadhia ya Oktoba 29. Kwenda mimi, naibu katibu mkuu bara na naibu katibu mkuu Zanzibar. Akatuuliza kwa nini hatukwenda, tukasema sisi hatukwenda kwa sababu Rais ameunda tume, amechagua watu ambao hakushirikiana na watu wengine wote katika kupendekeza majina ya tume. Wengi ni wastaafu, lakini wengine ni ndugu za katibu mkuu wa CCM, wengine walikuwa mawaziri katika serikali ya Rais Samia. Kwa hiyo inakuwa vigumu kuweza kuiamini tume hii. Lakini pili, rais mwenyewe kwenye hotuba yake kwa wazee wa CCM, awali wazee wa Dar es Salaam, yale yote ambayo yamepangwa tume iyafanyie kazi, yeye kayatolea majibu kwamba maandamano haya yalipangwa kwa madhumuni ya kuipindua serikali. Akaeleza palikuwa na watu wa nje walikuwa wanafadhili, palikuwa na washitiri na watendaji, watu waligawiwa fedha. Akaeleza nguvu iliyotumika ilikuwa nguvu sahihi au mlitaka mpaka serikali ipinduliwe. Akaeleza yeye amepata 98% au 97.6 ya kura zote, kwa sababu vyama vilivyoshiriki uchaguzi vilikuwa vyama vidogo vidogo. Ndiyo maana hata wale ambao walikuwa wapenzi wa vyama hivyo vikubwa walimpigia kura yeye. Ndio maana kapata 98%
97 karibu 98. Sasa kama kayaeleza yote haya, pana tume, unaenda kueleza nini kwenye tume wakati tayari yale yaliyotumwa tume yafanye, rais mwenyewe katoa majibu bayana. Msajili akatueleza tarehe 5 hiyo Februari, msajili katueleza sasa haya hata kama mnayo basi chukueni fursa hiyo, nendeni mkayaeleze kwenye tume. Tarehe 5 Februari tukaeleza sawa, lakini sisi haya maamuzi haya yalichukuliwa na baraza la CUF, baraza kuu la uongozi la taifa, liliamua kwamba sisi tusiende kushiriki, na mimi nilifahamishwa, maana siku ya pili sikuwepo. Kwa hiyo ili tukashiriki inatubidi twende tukaombe ridhaa ya baraza, ngojea tufanye utaratibu wa kuomba ridhaa. Msajili akasema vizuri, mfanye hivyo. Tukawa tunalishughulikia hilo. Tarehe 9 mimi nikapata taarifa kabla ya hapo kwamba kuna mkutano wa baraza la vyama vya siasa unafanyika hoteli ya Nashera Morogoro, na kwamba mwenyekiti, naomba uhudhurie. Sasa mimi sio mjumbe wa kamati ya uongozi wa baraza la vyama, lakini mwenyekiti wa baraza la vyama pamoja na msajili walishauriana, wakanialika mimi pamoja na kualika wajumbe wengine waweze kushiriki huko. Kwa hiyo tarehe 10 mimi nimekwenda Morogoro kwenye kikao cha baraza la vyama. Tunaye msajili, tunaye sisi, tukajadili masuala haya. Tarehe 11 pakawa na semina maalum ya wajibu wa vyama vya siasa katika kutimiza hii sheria ya vyama vya siasa. Nilikuwa na naibu katibu mkuu, kuna mambo ambayo yanapaswa yakamilishwe ili ukaguzi wa vyama vya siasa ukija kufanyika muwe mshajiandaa vya kutosha. Tarehe 12 palikuwa na kikao cha kamati za baraza la vyama vya siasa. Kwa hiyo tumekaa kwenye kamati, tumezungumza, na baada ya hapo msajili akaita wajumbe wote wa baraza la vyama vya siasa kuweza kuwa na neno la mwisho. Tumezungumza naye msajili mpaka hiyo tarehe 12. Tarehe 12 Februari mimi nimeondoka Morogoro jioni na treni ya saa 2:30 tarehe 12. Hakuna dalili zozote wala mazungumzo yoyote ya kwamba tumefikia maamuzi ya kutengua uchaguzi wa mwenyekiti na makamu mwenyekiti uliofanyika mwaka 2024 Desemba. Sasa mimi sio bingwa wa kuweza kujua mtu anapozungumza kama anakudanganya na hivi. Lakini mimi nilikuwa nazungumza, maki hana sababu ya kuniita kwenye kikao kama tayari ameshafikia maamuzi ya kutengua mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa CUF. Mpaka tarehe 12 jioni nimeondoka Morogoro, nilikuwa na mwenyekiti wa baraza la vyama ambaye pia mambo yote ya mwenyekiti ya msajili wanapata taarifa. Hajanibonyeza hata kidogo kwamba bwana kuna barua inakuja huko, jiandae. Sasa nimerudi Dar es Salaam tarehe 13, naambiwa barua imekuja toka kwa msajili, ametengua nafasi ya mwenyekiti na makamu mwenyekiti kwa sababu hamkupata zaidi ya 50%. Pamoja na kwamba amepeleka barua, bali hiyo barua haiaminiki na hivi na nini, lakini mimi sijaitwa kuulizwa ilikwendaje hiyo barua. Mimi baada ya kupata ile barua nikajua kwamba hapa pana mambo yamepikwa hapa. Jambo la kwanza kufanya ni kuwa mueleza driver, hebu rudisha gari ya chama ofisini, isije ikaonekana kwamba nazuia gari ya chama hali sio mwenyekiti umeshatenguliwa.
ikawa imerejeshwa huko. Sasa baada ya hapo barua iliyoletwa imepelekwa kwa katibu mkuu. Kwa hiyo nikajua kwamba ofisi ya katibu mkuu sasa ndio itakayofanya maandalizi. Lakini mwezi wa Ramadhani unakaribia. Mimi tarehe 19 nikamwandikia barua msajili. Barua ile sikujibu. Na haki ya kujibu kwa sababu mimi kasha niteua. Kwa hiyo sio mwenyekiti. Kwa hiyo ni kama barua ya mwanachama. Baada ya kuwa nikasikia kwamba kuna baraza limeitishwa. Sasa nani anayeitisha baraza? Ofisi ya katibu mkuu haina taarifa ya kuwa inaitisha baraza, lakini baraza ikaitishwa. Imeitishwa tarehe 19 na 20. Kama wajumbe wote walipata habari au kupata habari, wengine wanasema hawakupewa taarifa. Baraza hilo ambalo alipoitishwa na kamati ya utendaji au ya ofisi ya katibu mkuu ndio likapanga kwamba uchaguzi, mkutano mkuu wa uchaguzi utafanyika tarehe 21. Nakutana tarehe 19 mpaka 20. Tarehe 21 mkutano mkuu wa uchaguzi. Hawa wanachama wanaotaka kugombea nafasi hizo, hata kama msema kwamba ule umevutwa kabisa, sio swala la wa kwanza na wa pili, hawa ambao wanaotaka kugombea nafasi hizo mmewapa taarifa saa ngapi? Kwamba inasemekana ilikuwa kujaza fomu tarehe 19 mpaka tarehe 20 mpaka 21 asubuhi, kuwa iwe fomu zimeshajazwa. Wamepanga mkutano ufanyike tarehe 21. Baraza linakutana 19-20. Uchaguzi, mkutano mkuu kesho yake. Hao wajumbe wa mkutano mkuu umewapa taarifa saa ngapi? Mpaka wote wajumbe waweze kuja Dar es Salaam. Wamepata taarifa saa ngapi? Haya, mkutano umefanyika. Mkutano mkuu kwa kanuni za msajili wa vyama vya siasa, mkutano mkuu ufanyike, unapaswa utoe taarifa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa sio chini ya siku 28 kabla ya tarehe ya uchaguzi, kwamba baraza limekutana 19-20, mkutano mkuu tarehe 21. Msajili ana taarifa, hana taarifa. Sisi tumetumwa, kuna watu wazito wako nyuma yetu, kwa hiyo jambo hili lazima liende, mnataka hamtaki. Wajumbe wangapi wa mkutano mkuu wamealikwa? Kwamba maamuzi tarehe 19-20, 21 mkutano mkuu. Wajumbe wangapi wamepewa taarifa? Au tayari mkutano mkuu ulishapangwa kabla, wakawa wamepewa taarifa kabla hata ya baraza lenyewe kukutana? Niambia, katibu mkuu mmemchagua Hamad Masudi. Sasa Hamad Masudi mimi sina tatizo naye, ni mtu ambaye tumekuwa naye kwenye chama kwa muda mrefu. Lakini Hamad Masudi tumempitisha kuwa mgombea urais wa Zanzibar. Kwenye mkutano mkuu kapata kura nyingi, kawa ndio mgombea wetu wa urais wa Zanzibar. Kuna wajumbe wa baraza kuu la uongozi. Katika utaratibu wetu wote wa kujiandaa kufanya mkutano mkuu wa kuteua wagombea, katika kikao hiki umumu ndani walikuwa wanakwamisha, hawataki tufanye uteuzi, wanakwamisha kikao cha baraza kuu. Tukaamua hawa watakukwamisha, tukawafukuza.
msajili kawarudisha. Tulipowafukuza hawa wakawa wameenda wamejiunga na Ahmad Masudi na wakahakikisha kwamba hatukamilishi taratibu za kuteua za kurudisha fomu za mgombea urais wa Zanzibar. Na hili jambo, ndugu zangu wanachama, lilikuwa mbashara, wanasema Kiswahili, live kwenye television, kwamba unarudisha fomu, unahitaji kurudisha fomu za mikoa mitano, wamerudisha za mikoa minne. Vipi? Unaiona kabisa hivyo hapa, hatuna majibu. Kwa hiyo tunikosa mgombea wa CUF Zanzibar kwa mara ya kwanza. Sasa ndugu zangu, hivi kweli, wajumbe wa baraza, mwenyekiti, hivi kweli, yani katika hali ya kwamba mgombea wetu hakukamilisha taratibu za kurejesha fomu na ana uzoefu wa kutosha, si jambo la kuficha hili. Sasa wewe ndo alafu mseme kwamba hapana, tunamrejesha kwa katibu mkuu. Hivi Wazanzibari watawaamini nyewe kweli kwamba mnahitaji kweli kulenga chama na kuingia katika uchaguzi na kupambana? Mwenyekiti, mimi sina matatizo sina matatizo, lakini kuna mambo ya wazi hayana uficho, tusioneane haya. Huwezi ukajieleza hili katika kuweza kushindwa kurejesha fomu. Sasa kama unakubali katibu mkuu, labda una ajenda nyingine, sio ajenda ya kupambana kupata urais Zanzibar, kupata baraza la wawakilishi, kupata wabunge, kupata urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hamlioni hili liko wazi? Au pana ajenda ya kutumaliza kabisa tena? Umuhimu uliopo pamoja na mazingira haya magumu, lazima tuweze kujenga chama chetu, na namna ya kuweza kujenga chama chetu tuweze kusimamia tamko la chama la kuweza kupata serikali ya mpito. Tufanye mjadala huu, sio waraka wa mwisho, huu ni waraka ambao wa kuweza kusaidia mjadala. Unaweza kusema kwamba badala ya serikali ya mpito tuwepo na serikali ya umoja wa kitaifa. Pana mambo mengi ambayo mnaweza mkayajadili, kwa sababu pana tatizo. Ndugu zangu, tatizo kubwa tulionalo kama taifa, CCM sio chama cha siasa, ni chama dola, ni chama dola. Yeyote anayeshika urais ndio anakuwa ameshika chama, anaweza kufanya jambo lolote analolitaka. Na katiba yetu ni bado ile katiba ya 1977 ambayo hata Mwalimu Nyerere alisema, kwa katiba hii nikitaka kuwa dikteta na kuwa dikteta. Na kwa katiba hii tulionayo, Mama Samia akitaka kuwa dikteta anakuwa dikteta. Kama anahitaji mtu mwingine ambaye hayumo kwenye serikali aweze kufanya maamuzi ya kiserikali, anaweza akayafanya hayo. Kwa hiyo tusione haya katika hili. Na mnaweza, Mheshimiwa Mwenyekiti, unaweza ukaitumia hii kete ya idhuru na iweka hadharani, ningekuruhusu labda kwamba bwana, sisi huyu tunajua namna ya kumdhibiti mama, tusaidie tu hapa tuweze kupenya, lakini hii serikali ya umoja wa kitaifa ni muhimu katika kuweza kujenga maridhiano ya kitaifa na kuweza kusonga mbele. Kwa hiyo wanachama, naomba pamoja na matatizo haya tulionayo, pamoja na magumashi haya, lakini kwa swala la Ahmad Masudi naomba mlizingatie kwa msingi, kwa sababu katika hali ilivyo umepewa jukumu la kuwa mgombea urais, halafu ukashindwa kukamilisha urejeshaji wa fomu, ukasema fomu ziko mkoani huko. Ukimrejesha huyo kuwa ndio mtendaji mkuu wa chama,
hakuna atakayekuamini. Hakuna atakayekuamini. Atakayekuamini ni wale tu ambao tuko tu pale kuweza kupiga makofi, lakini hakuna atakayekuamini kwamba mna lengo kweli la kujenga chama. Na tuna matatizo, vijana hawana ajira, vijana wanakata tamaa, hali ni ngumu ya maisha, lakini nchi yetu ni tajiri. Kuna mambo ambayo tunaweza kuyafanya kama taifa tukaweza kuvuka. Kwa hiyo nawaomba viongozi muweze kujipanga, msioniane haya, mlielewe hili. Kwa hiyo naomba tulielewe hili, tujenge misingi mizuri ya kuweza kujenga chama chetu, na tujue kabisa CCM hawawezi kutupatia katiba mpya, hawawezi kutupatia tume huru ya uchaguzi, na ndio maana nasisitiza msimamo wa chama wa kupata serikali ya mpito kuweza kuyasimamia hayo, pamoja na matatizo tuliyoyapata, tuweze kujenga msingi mzuri wa kuweza kujenga chama na kuweza, ni hali ngumu ya kimaisha na hivi, ili tuweze kushiriki, lakini lazima tupate katiba mpya na tume huru ya uchaguzi.